millennials wangapi usema marriage ni scam na Gen Z wangapi usema marriage ni scam? Millennials unajua nyinyi millennials kwanza tunafurahia tunataka kuoa. Tunataka unasikia mlikuanga funny. Funny hadi come we stay. Na zenyu za kuriadana hata haoni kuriadana tu. Gen Z ni kuriadana. Mashere. Mupiga. Ani huyu ni Gen Z huyu. Ni mtu alifanya subject sijui ine ulifanya subject sijui ine. Kwani ndio ulikuwa unatengeneza mtihani? Maju. Cheki mkinitia appearance mzee. Na vitu hoteli za ujingo. Unasema nini? Uko na mdem kijani. Mdem anatoka Friday. Anarudi Monday. Asubuhi. Ati ametoka sherehe. Ati ulikuwa wapi? Ati nilikuwa na mabest. Niko sawa baba. Aje? Mimi nishaikuwa na dem mwenyewe. Alikuwa anatoka kwangu on Friday. Anarudi on Monday, alikuwa ameenda kwa maparo wake. Mapero si ni sawa. Tulikuwa tumekata cost. Mapero huyu ati. Mawe ulikuwa unapimwa wewe. Ubenyu mmechukulia Raif tena. Jamani, abu enda. Umeleta umuranga hapa. Toka. Umeanza kufufua ancestors ni. Toka hapa na Raif. Like, comment and share. Jamaa usikose kusubscribe. Wanaume oye. Ujakula nini? Oye. Uko njaa nini? Leo tumesema ni men's day out. Ukiweka out na kabibaya. Men's day in. And out, tuko out. Sawa, okay. Men's day out. Wenye mtaieka. Wajo lazima tuende kidogo tu unwind. Unajua pia hii mambo ya kuwa mwanaume iko rahisi. Sana. Si uongo. Mimi kwanza kuna nini? Kuna sijui kama imetrend ama sijui kama mmeisikia that mwanaume ndio anamulikwa na kila mtu kwa society. Si ndio? Sina mtoi anakuangalia. Ukikuwa deadbeat bado unaangaliwa. Kwa street tu kawaida mabisi wanakuangalia wewe. Ushaiona sijui nini mtaani inaitwaga train. Ushaiona train iko na madem ya mabist? Train. Wenye mabist hufungwa watu wengi mnapangisha hivi line moja straight. Si wanaume. Ushaiona yenye iko na madem? Madem? Wapi? Si Bangu. Labda basi ni wa kujiuza. Hiyo ni nyama mbichi. Lakini mademu wa Bangu na nini na machali. Ile ndo mwanapiga huko Bangu ya mchezo. Alafu unapata hata mademu wenyewe wanakaa base na machali. Mdema anakaa sugu kuliko hadi chali. Jo sasa nyinyi wote mnaekwa pamoja. Area yangu mimi naona feni kuna. Tunajua kwani mdema anakujia hivi ati woza. Top shota. Mimi kwanza nasemaga mdem mwenye anajua shenku kuliko huyo ni ex. Huyo ni ex. Haiwezi. Kwani dem anakuambia manze jo nasikia kidale. Dem. Ati mdema ati mkona mdem. Alafu mdema anapita. Alafu unasikia mdema cheki huo nyang'anya. Cheki nyang'anya. Nani mdem? Mdem anajua nyang'anya aje? Nasia kwani hapana. Hapana. Mimi wasichana ni watu soft, watu polite. Ukiwa unajua sheng mimi kwangu uko niko on tunaemba. Mkono atakupiga. Utapigwa. Dem kwanza hii sauti yako ya kujihurumia. Ati dem amekupiga kwanza na silver 3. Mimi kwanza wa silver wananimaliza. Ukiweka tu silver kwa meno alafu umechora tattoo. Mdem. Na amekupiga mpaka na saunya.
Kupiga mpaka la saunya. Naye ni pasta. Utauawa huyo. Utauawa. Sasa umeambia wazazi unawapenda. Wasema hiyo ndo type yako. Ami unakonga umenimaliza si. Au mama Uru. Bas. Au mwenye mnakaa ndume mbili kwa nyumba. Dembaka anakuspank. Sasa unakuwa serious sana. Kwani si hao madem. Siku ile mwenye naonaga TikTok kule anaitwa Smile. Si ni hao. Mpaka mwili yake okay, atumuongelelei lakini tunasema tujua ako TikTok. Dembaka la bounce. Ni mbigi. Amepiga masilva. Alafu ako mpaka na alama za nyoi. Anakuwa mpaka na alama. But inalingana ukiwa na alama misikutaki. Haya na huo best yake anaitwa nani? Maybe kwa alama ya tattoo it's okay. Tattoo mimi hata sina shida nazo, pia mimi niko nazo. Lakini kuna design dem anaweza jipackage. Okay, mimi usema hivi, society inakuwa discriminative kwa ladies in some things. Unaona? And in some things zenye dem anaweza fanya, chalia kifanya ikai ati kitu mbaya. But dem akifanya inakaa shida yake ni nini? Sasa una imagine wewe ukisema ukikazwa si utanyora tu pale direct. Dem anaweza. Kuna wenye wanaweza aje. But sasa itakaaje? Si unaona society accept. Atoe mapupsus. Ashaja. Atoe mapupsus. Kuna mtu aliniambia shake zako si unazitoa. Kwa barabara. Abu niambie, umepatana unachikizi hizi manganya zenye wase uenda wakitoa mavichwa nje na mafirimbi, especially nganya ikitokea. Si ndio? Abu niambie watu uone demu yako hapo wametoa kichwa. Uko fiti sana. Si wanatoa gani nini? Si uonagi kwa dirisha wanakuwa wametoa nini? Ametoa hood nje yote. Yote re. Aje. Egizi. Ati matu mpya imetokea. Hiyo ni umauru gani hata kama? Ati ametoa nini? Wala ule mtoto wa pasta. Kwa podcast si kucheka tu. Wewe umekuja hapa kucheka nini? Siende chachi. Wewe tumekuja hapa kukuchekesha nini? Okay, Frank. Mimi kuna vitu zingine jo. Ati uniambie uko na mdem kejani. Mdem anatoka Friday. Anarudi Monday. Asubuhi. Ati ametoka sherehe. Ati ulikuwa wapi? Ati nilikuwa na mabesti. Iko sawa basi. Iko sawa na nini? Mimi nishai kuwa na dem mwenyewe. Alikuwa anatoka kwangu on Friday. Anarudi on Monday, alikuwa ameenda kwa maparo wake. Mapero si ni sawa. Tulikuwa tumekata kosti. Mapero huyu alichezwa. Wewe ulikuwa unapimwa wewe. Alikuwa anaenda kwa mapero Friday lakini Saturday na Sunday ako base. Hata anapigia toa mapero. Nilikuwa na kam lakini sioni kama na kam. Sioni kama na kam. Mimi nakwambia dem anajitambua, anajijua fiti. Kuna vitu hawezi fanya. Kuna vitu zingine ni za wanaume. Ni za wanaume tu. Yaani kutoka Friday unarudi. Abu niambie. Hiyo ni ya wanaume tu. Anaweza enda mahali. Abu niambie. Okay, mmesikia ile sikwenda alafu Abu niambie ati ameuliza kama nini? Unavunja nyumba. Dem anatokaje? Kwani yeye ni Jona nini? Yeye ni Jona nini? Abu niambie ati uone dem kwa mat venye machali udondoka anakanyaga step 2-3 anashikilia hizo chuma. Mdem. Ujeiona? Ndio nasema wako lakini is it in order? Wewe tunasemaje? Kuna vitu zingine kwa society haifai. Kwanza ukishakimbia hivyo majexes siaka. Zimemutoka. Hapana. Tena kidogo ni ashaanza kutena kuzisunda. Murudi. Hapana. Kuna vitu zingine sana mzuri ni ule compost. Polite. Msichana anajibeba kama msichana. Niliambiwa wasichana wazuri. Ndio maana unaonaga ni ngumu sana. Niliambiwa wasichana wazuri wanatolewa church, ni ukweli? Hapana. Church gani? Nimeuliza tu, mimi niliambiwa. Hata huko nje kuna wasichana wazuri. Niliambiwa ile tena kuoa. Hiyo ni perception.
Enda huko church uone kama uchambui gaidi. Wa church utapata gaidi iko na wivu, iko na bitterness huko. Wewe unasema nini? Si ati ni lazima. Okay, wazuri wako ndio. Tuseme ati kila mtu ako church ni mbaya. But pia nje. Azin, kitambo church ndo unapata ilikuwa inaonekana kama molding place. Mtu uko nje hata kama ameharibika kikamcha. Msi yako nurtured. Anakuja anatengezwa vizuri, ama mwenye amegrow ya church anatengenezwa vizuri, anafundishwa mambo ya Mungu, kujiweka fiti kama msichana, kuongelesha watu vizuri, hiyo design. Lakini siku hizi sasa, tangu hiyo msemo ianze, wasichana wazuri wako kanisani, nao wakajua huko kanisani watu wanaolewa. Tuende huko. Kwanza wengi wanaingiaga choir na praise and worship. So ni avoid wasichana wa choir na praise and worship. Hatujasema avoid. Sio umesema. Tujasema ni wote. Hatujasema ni wote wabaya na si pia wote wazuri. Sababu pia church kuna wenye wamejificha na church. Shaki wetu hapa si ameolewa wakiwa praise and worship. Na mpaka sasa hivi mzee wake tunaona ananawiri tu ananona. So kumaanisha ni kuzuri. Si wote. Si wote. Chebet pia alikuwa anajaribu kuimba lakini sauti ikakwama ilatoa eko. But tusemi ati tunasemaje? Tunasema tu simply kuna vitu zingine as ladies out there. Wachangeni jo kufanya in the name ati unataka wase wajueni mauru. Ati we ni masculine. Ati dem, kwanza siku hizi kuna hii form fulani imetokea, sijui kama mmecheki. Ati dem anapiga trouser ama jeans alafu ameacha boxer nje. Sasa hiyo form ni gani? Okay, hiyo ni gani? Okay, hiyo siwezi date, usiniangalie hivyo. Hizo ndo type zako. Si umetuambia hizo ndio type zako mamauru. Ona type zako wewe. Ati hapa juu unaona Nike. Ati Tommy Hilfiger ati amesag. Dem unasag nini? Au si mauru? Ni? Au ni hao tu. Ni hao wanajifanya kama mauru. Hao ubabini. Hakuna ubabini. Utaipata demo ghetto, acha nikwambie hii ni fact, sawa? Utaipata demo ghetto mauru amekuvalia kitu bagi. Sawa, alafu akatoa hiyo ati box hautoipata. Sawa? Au kuja hapa tao. Au ni wale wenye wametoka ushago juzi alafu akakuja wakajifundisha kudance. So wanakonga hapa tao kila TikTokers. TikToker. Tao kila Sunday. Sawa? Au si wageto. So ni wakibombea ama ni ushago? Ni ushago. Anajifundisha kuvaa. Ushago alafu akaletwa akaanza kufanya umaid kwa hizi. So on Sunday ndo anapatanga chance ya kukuja. Hao ndio usagsaga ati wanatuonesha maboxa, unaona Tommy Hilfiger. Kuna vitu zingine ni ujinga. Unajua sisi we are men because we are men. Unacheki. Hata wadi nasemaje, tulitoka kwa matope. So si ni marafrafu, unaona? Si ni watu rafrafu. Kuna vitu za wanaume kufanya. Wewe ulitoka kwa uliumbwa na kwa kideme hiki. Wewe kwani ulikuwa kukutana na dem kama una hiki mbaya? Si unatoka Siaka. Wewe utana dem kama una hiki hicho. Ule waje muna la kusuka. Kwa Mungu, kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini umeniachilia Mungu? Ule waje la muna la kusuka. Usikue hiyo. Hapana. Hapana. Lakini pia hadi mimi nahurumianga watu wenye wana dating tu. Ona sasa ati zae mwanaume anaongea hivyo na upole. Mimi naundurumianga watu wanamshangaa. Ni nini wanasuka kimasculine? Na kuna watu wanne. Sasa mambo ya watu wameingilia wapi? Bidhaa leo nimekuwa shule meeting ya mtoi wangu. Wangapi? Si ni first born. Lakini wanne. Ni wangapi? Ni wangapi? Ni only 3. Yeah. So leo umekuwa ya first born. Ya first born. Hebu sema mtoto wako amefanya kitu akirudia mamake anamkataza asikii. So akakuja akakwambia Baba Junior, si waambie mtoto. Ni example ama Falin. Ipupa. Falin. Haya Baba Falin. Si uongeleshe huyu aki ametaki kusikia. Haya ongelesha mtoto na ukali.
Hawezi. Fally, mbona umefanya hivyo? Anakuanga mkali saa zingine. Mbona hujaosha vyombo? Abuto ukalia yako kwa mtoto. Ndakuchapa. Hiyo ndio sasa umeongea yako yote sasa mpaka mtoto anatetemeka anajikojolea. Sije tetemesha mtoto. Fally! Auzo. Fally ni saki ujinga. Hiyo tu. Hata tuongezi ingine. Hiyo tu. Mtoto mbio mpaka huko chini ya kitanda. Kuna tabia za wazazi wa kitambo. Sasa Udikteta. Lazima ukuwe dikteta kwa mtoto. Hiyo dikteta sasa hatungekuwa hapa. Hatungekuwa hapa. Mimi kwanza watu ati let me talk to him. Ama una talk nini? Jenzi anaenda mpaka interview na nywele mbaya, anasema anaulizwa kwa nini umekuja na nywele mbaya, ati siwezi nyoa kama sina kazi. Wewe unaangalia nywele ama unaangalia discipline? Wewe unaweza enda kwa president hivyo. Vibaya sana. Hivi naenda. Sasa umenyoa. Sasa wewe si umenyoa uko tu sawa. Wewe una imagine umeenda kwa president na unaona uzazi ya kitambo. Hiyo uzazi hauwezi enda shule ka ujanyolewa full stop. Unasema ya kitambo si ya saa hii. Ya sasa ndio imetuweka hapa. Ya sasa ndio hiyo ujinga. Hakuna watu wanaharibika. Ya sasa ndio hiyo ujinga. Kwa nini? Kwa street kushutiwa dead. Si ni waoga. Jubiliano ni waoga. Waoga gani? Life bana. Ni sababu tunajua kusurvive. Ni venye sisi tushajua hii kitu haiwezi. Ati tunasikia Gen Z ati ameingia kazi akibai iPhone anaacha. Si ndio? Aje ati mimi nataka ni buy laptop nichore mboka. Umepata kenye unataka naendelea kufanya nini hapo? Kwani una future nini? Wewe laptop ndio future yako. Sasa shida yenu future, unajua future yenu na yetu ni mbili tofauti, mnafahamu jua hiyo kitu. Acha nikuambie, unaona hiyo mambo ya future yenu na yetu. Na si ndio tunabaki. Ile siku yenye mtu atakuwa na watoto wanne awaseme bado future ni tofauti. Pata watu wanne. Hao watu hata wataki watoto. Hawataki wanasema marriage is a scam. Ushaisikia millennials wangapi? Millennials wangapi usema marriage ni scam na Gen Z wangapi usema marriage ni scam? Millennials unajua millennials kwanza tunafurahia tunataka kuoa. Tunataka unasikia mlikuanga fani. Mimi come we stay. Na zenyu za kuriadana hata hao ni kuriadana tu. Gen Z ni kuriadana. Mashere. Mupiga. Amemaliza. Kaangalia yenyu. Na kuangalia time yetu. Wacha nikwambie millennials size nasemaje? Wacha nikwambie zinasemaje? hadi utaniambia millennium marriage yao wako kwa marriage ya watoto. Ukweli ama uongo? Anaonekana. Wewe acha kuingiza watu wako. Unaingiza watu wako hapo. Ani wenye usema ask Jeremiah. Ongelesha ule. Ask Jeremiah. Hebu niambieni hapo kwa comment section. Marriage mingi ya millennium ni wako pale juu ya watoto. Mimi nimeona hiyo. Ni sawa hata kama wako juu ya watoto wako. Unataka wako. Inafaa ikuwe wako. Marriage inafaa ikuwe about love. Unacheki mapenzi. Kwani watoto ni? Kwani si unapenda watoto na wanda unakaa? Unapenda watoto upendi mtu mwenye umeoa. Ndio maana unapotanga. Si wako. Kama hukumpenda mbona ulipata naye watoto? Sasa ni ile tu mlikuwa mnafanya tabia mbaya mkapata venye sahi ama Gen Z kazi yao ni unaniingilia sana. Wacha kuniekea mgongo. Uniekea mgongo nini? Utaki nikwambie ukweli nini? Sawa, hebu niambie ukweli. Sahi hii ama Gen Z wenyu, kazi ni kukata maji. Ojo hii life ni moja. So uharibu juu life ni moja. Ni moja uharibu. Kitu moja, hii life ni moja. Uharibu. We live once. Kwani millennial wanaishi mbili? Nyinyi mnakaa kama mnaishi life tatu. But kuna discipline, yani kuna discipline yenye millennial hata kukusalimia tu yenyewe unaweza note. Kuna msetu millennial ashakufa kama Joy fika Mombasa. Haina shida. Mombasa ndio heaven nini? Unaona kuna lakini hawa road trip. So utingishe Madigidha ndio uende Mombasa. Wewe ishia Forex ndio uende Mombasa. Hii maisha ni moja ukiwa pale. Hakuna. Kuna design hata bila tu pesa. Hata ijalishi. Utaenda Mombasa na utapulizwa. Venye tu amesema enda tafuta kazi, piga hata miezi 2 toka achana kazi. Enda Mombasa. Jibambe alafu rudi. Ndio ikiisha utafute kazi nyingine. Si ndio? Juu target imefika. Yani thinking yenyu, thinking yenyu iko place kakadot. Unaona? Amuangalii kesho.
Sahi millennial okay, sorry to say so, but sahi mse wa Gen Z afikiri ku-own, anafikiria kurent. Anashindwa mbona ni rent. Mtu millennial sahi akipata dola anakuambia babe, situjenge mahali fulani, situbaisha mahali fulani. Millennial anafikiria Airbnb. Kwani zimekuja juu ya nani? Sini yao. Anafikiria apartment kileleshwa. Si ajenge. Afikiri kubaidinga, anafikiria Uber. Sasa akuje na afikiri ati ya baidinga ati ya kuacha tu hapa kwa dunia. You only live once. Na si live once. Sasa si ndo nakwambia hizi vitu ni za dunia. So unaishi once na Uber. Sasa nipande Uber tu. Uendeshe gari. Yani bora ni convenience. Kwa gari na hii. Kwao sasa ni convenience. Si nimefika hiyo mali nilikuwa naenda nimefika. Mwenyewe akaenda gari yake aende, but mimi nimefika. Niko na gari mafuta kama ni Uber basi wana create employment kwa alafu wana create employment. Wana create employment, at least wanapata huo mtu apate 200 ya juu hata walipangi na kulia umebeba nani akosa na wanaliaga unabeba watu 4 na kila mtu anakuaga comrade ya so 4 wanaanza kuchanga Nyeite 84 kila mtu 80 na wanaliaga. Umelipwa lakini ile kulia mnalia. Pia alafu wote ujiita comrade. Unajua sini ma comrade. Unajua sini ma comrade. Ushaisikia nimejiita comrade? Wengi wenyu kila mtu anakuaga tu comrade. Lakini je, mnaishi maisha ingine? Hapana. Na hiyo maisha ni sababu hamna discipline. Discipline gani? Hamna discipline. Ndio kulelewa hiyo wanasema sijui we are a different generation. We are a different generation. Mimi naye kusema ukweli tu, si kuambiwa ama nini. Wangu ndawalea venye mimi nilelewa. Pia mimi soja kama soja. Pia mimi ni kisoja. Soja kama soja. Mimi kwanza hiyo story ati watoto wanaitwa anachapwa vizuri nyaunyo belt. Atachapwa. Sasa jino mnapea. Mimi ati sijui talk to him. Kwani mimi niko na depression? Si tuko na depression. Hatuna depression, hizi ni trauma. Sisi mpaka tulepishwa uji hivi. Sasa utamkunyisha mtoto utamkunyisha. Ati ukatae food. Ndio nakwambia hizi inafanya mtoto akue wa soft sana. Hata nikwambie ati ukatae food. Si ndio? Ati nini madhako akuletee food staki. Hautaki nini? Hautaki nini? Tukulelewa na feeding bottle. Baba anatuka. Hautaki nini? Nikuuliza tu mara moja. Hautaki nini? Nimesema umalize hiyo chakula. Full stop. Nikishasema hiyo ni sheria. Sasa ndio maana naambia hiyo mali basi keep it there. Trauma nini? Ati basi unasikia ati basi keep it there. Ili ndio watu wenyewe. Basi suicide ama unasikia huko kileleshwa huko hao ndo wanauana. Sini hawa. Mtu ameachwa na demu yake kidogo mukisu. Ndio hiyo. Kidogo tena yeye mwenyewe jidunga. Nani akona hiyo trauma sasa? Sisi unawachwa na una maisha inasonga. Maisha wewe unacheza ni. Wewe sasa unaona ndio maana nilisikia hata nani akisemaje? Niambia nyila vienyu iko pale juu ya watoto. Kwani watoto inamaanisha nini? Wewe unaona unajidunga na una watoto, hata sivyo na hata una mtoto. Wacha nikwambie na unajidunga na ungekuwa na wawili. Sisi love kama ni love ungeua mpaka baba ya msichana. Ungeua mpaka familia. Nilisikia mpaka Pastor T akisemaje, unachikima millennials na mabuma zao. Mtu alifanya camp paper 3. Umeikali hapo serious. Wewe ni mtu stress ni ngumu kumpata. Amekaa chini lakini hawa watu wasijui. Si ndio hizo mamataf hizo subjects. Gen Z na si Gen Z. Nani? Huyu ni Gen Z huyu. Ni mtu alifanya subjects sijui 4 ulifanya subjects sijui 4. Kwani ndio ulikuwa unatengeneza mtihani? Ulifanya social studies ama GHC? Social studies. Si unasikia? Ukufanya GHC? GHC ni nini? Si unasikia? Haezi jua GHCR ni nini huyu? Ulifanya GHCR? Hiyo mimi ni wa GHCR IRE. Hiyo ndio. Si geography, history, civics. Primary. Alafu unaeka dash CRE-Islam. So uchague Islam ama uchague Hiyo ni primary. Si primary. Primary mlikuwa mnafanya history. Si ndio? Geography.
Si ni GHC. Si ni GHC, kwani inamaanisha nini? Ndio ikaanza kuitwa social studies. Hiyo ilikuwa namba 1 hadi 60. Tumeipata hadi 60. Alafu inaongezwa 30 za CRE. 1 mpaka 90. Question 1 mpaka 90. Ukweli basi nimesoma sana. Hapo mbele hauwezi pata stress. Hapo mbele unachorewa map ya unapima na uzi. Is this village a Christian or a Muslim state? Iko mpaka na reli. Sasa utajuaje? Hawezi jua vitu kama hizo. Hizo ni za watu wa Naona mko na stress, depression, yani kitu kidogo tu hivi na kuumiza roho. Ati umekosa do tu kidogo hivi uongei na watu. Yani kitu kidogo hivi, unachi kitu kadogo hii raia. Kitu kidogo wewe. Sijasema. Ati mpaka huwezi toka nje. Uko indoors. Uko indoors, uongei na watu, you are just indoors. Niko na stress, niko na depression. Nini imefanyika? Kitu reason anakuambia. Atukae kwa nyumba ati ungoje kazi kukute kwa nyumba aje. Sasa kama hawa ni watu wa ma interview, wanataka into interview. Watu soft. Watu soft. Kwani unaweza enda kazi bila kufanya? Si unaenda kuitafuta, si kuite. Sasa nyinyi ni wenyewe mnangoja mpigiwe simu. Ni aje, there is work here, sijui nini. Sisi time yetu ilikuwa unaenda kutafuta hiyo kazi. Unaona? Sasa sisi tuna apply online. Sikia. Tunasikia, ana apply online alafu anakaa kejani. Kazi rahisi alafu anakaa kejani, sawa? Anakaa kejani, anangoja apigiwe tenje. Nini imeingiana? Uko wapi? Tokea. Alafu akitokea anatokea na Crocs na nini na socks. Sasa si nimekuja interview sasa. Ni pia nyinyi. Unaimagine mimi mtu unitokea interview na Crocs. Na nimeng'ana kutengeneza kampuni yangu. Kampuni $1 billion company. Unakuja na Crocs na socks. My friend uko kwa gate. Kama uko uko kwa gate huko. Hapana ingiza chokora kazi. Kama uko hapana ingiza chokora hapa. Unajua wanasemaje? Unajua unasikia thinking yao? Ndio hiyo sasa wanafikiria hivyo. Appearance ujinga. Sasa hivyo ndio wanasema. Hivyo sasa ndio wanaargue. Ati mimi venye nimevaa, ati venye nimevaa haijalishi. Si bora nipige hiyo mboka. Hapana. Hivyo ndio wanaargue. Bora nipige mboka. Kuna kitu inaitwa the face of the company. Hakuna face. Kuna kitu inaitwa face of the company. Unapata corporate companies zikifanya advertisement zinachukua watu wasafi. Watu meno ziko align. No anda unasikia kuna wewe na nini zako Crocs zako na nini. No anda unasikiaga kuna cook na kuna chef. Cook ni wewe buku mahali unaendaga. Ana uniform, amevaa tu venye anataka, lakini chef ni mahali naendaga. Mtu amevaa uniform, ako na mpaka name tag. Mbona ujitetei? Kwani unakulaga wapi? Mimi sioni akijitetea na watu wanakubali. Si anajua mahali anaendaga. Unakulaga kwa professionalism venye Franco amesema, professionalism, face of the company. Unacheki hoteli, hoteli unaingia mpaka hapo nje, hao watu wenye ufanya hivi wanaitwagaje? Lakini najua watu unajua venye ukiingia kwa hoteli wanakuambia welcome. Amevaa uniform, name tag, akona kofia fulani hapo, unaambiwa wanaitwaga vale ama vale ni wa gari. Kwani tena wanaitwaga vale. Unacheki ukiingia kwa hizi mahoteli bigi. Angalia ukiingia kwa hizi mahoteli bigi wenye unapatia gari anakupakia. Anapak gari anakaa funguo. So ukimaliza shughuli yako unakam gari yako inaletwa unaenda. Wanaitwaga vale ama wanaitwaga aje hawa? Kama naweza trust mtu na gari yangu. Sasa si ndio hiyo mindset mbaya. Unaona kila mtu anataka kukuibia. The employees who park cars at hotels are called valets or valet parking attendants. Sasa hoteli ziko na hao, lakini wewe mahali unaendaga ainaga. Haya ni parking boys. Huko huyu unajua anasema hizi trust mtu na gari yake. Sasa unasikia? Si ndio jua mali amezoea parking boys. Ni aje unapea mtu chuani, si uniangalilie hiyo dinga. Unampiga chuani. Enda mahali vale mtu akona. Ni kama alienda Lazarasini.
Jamani. Ai jamani. Kwani wewe kula wapi? Kwani unajua tu kwa Priska peke yake? Ama hata kwa Priska tumekuwa upgrade. Ni pale kwa dola. Naona nakwambia kunaje? Kuna hapo cook, ni kwa Priska. kuna cook na kuna chef. Hapo kuna chef. Wapi? Kwa Priska. Franco alikwambiaje? Kuna kitu inaitwaje? Sikia, kuna kitu inaitwa face of the company. Hawezi kaa kwa company yangu watu wamepiga masuti, wewe uko na Crocs ati juu you get your work done. Ndio maana ukienda mali unajua uzuri yetu ni tunakupigia kazi perfect. Perfect nini? Kuna cha perfect. Face of the company bana. Image, unaona image. Inaitwaga image. Unaona? Kwa corporate world inaitwaga image. Basi kuna vitu wezi elewa basi. Ati si bora nifanye tu hiyo kazi. Si bora nimepiga kazi. Sasa wewe acha nikuulize. Ukiambiwa ukiitwa interview sahi. Sawa? Inamaanisha utanyoa dread? Pana. Inategemea kama wanataka aje. Wanataka dread. Are they neat? Inategemea pia na package. Unajua umeenda unapata mboka ni ya karibu kaso 2. Ukiambiwa but tunahitaji dread yako. Unaweza nyoa? Brother, uko na hiyo kazi. Mpesa. Uko na hiyo kazi. Uko na hiyo kazi mali. Wewe unaonesha mtu dread na 35,000. Aje, mimi imenitake 35,000 hapa mali zimefika. Mimi sitakudanganisha mesha dread hadi hiyo kazi ya 2 siwezi chukua. Sasa unaona. Sasa hiyo ndio thinking yenyu, but mimi niko thinking. Comfortable nini? Hii ni starehe. Hii ni starehe, you forfeit, una forfeit starehe. Hata kuvaa Crocs zinakuaga comfortable. Si ati sina. Hata mimi kuna kazi nikiitwa saa hii nisikie do. Kipara shine. Mimi siwezi. Mimi sijali kenye mtaniambia, bora mnige hiyo do. Mimi ni kipara shine. Sasa nianze kuvaa tu suti, sasa nimepiga suti. Si ndio? Uongo mbaya. Kwanza 3 piece. Kuna hotel inaitwa JW Marriott. Iko West. 5 star noma sana. Ukiingia hoteli hapo kwa searching wako mpaka na hizo madogi. Inanusa. Unaambiwa welcome sir. Unakuwa shadin. Unaenda venye tu governor amesema hapo kwa mlango, unashuka unapeana kifungu. Gari inaenda napakiwa basement. Wewe unakuwa shadin, unapelekwa hapo kwa nini, unakalishwa chini, unavutiwa kiti. Classic. Na watu wameng'ara. Wait, unavutiwa kiti na mwanaume mwenzako? Na mtu wa hoteli. Whether ni mwanaume ama mwanamke. Lazima niangalie kuenda huko. Uko na mambo zako, uko na shida zako. Kwani si ni waiter? Siendi yako kwa service hiyo siku. Wewe umeenda huko wewe umeenda kutafuta mawaiter nini? Unakuwa attracted. Lakini siwezi. Kuna nani? Huyu jamaa. Wewe unaweza kubali mwanaume akuvutie kiti? Shida iko? Utakuvunja microphone jamani. Shida iko wapi? Siendi wako job hiyo siku. Kama waacha nijivutie. Ni sawa, haina shida basi. Haya sasa kuna huyu jamaa alikuwa anasema acha endelee kuendelea hizo katakata. Kuna huyu jamaa ni Nonini, acha hata nimtaje sababu alishasema hiyo story. Unajua si church police unajua ogopagi kitu. Watu ogopi. Aliitwa sijui alikuwa anaenda kuperform ama ni alikuwa anaenda kwa hiyo hoteli. Samse mwenye alikuwa amemwitia contract akamwambia apatane kwa hiyo hoteli. Venye alienda si ni venye amezoea, amepiga ma jeans, t-shirt zake, nini yake juu, weather tu yake. Alikuwa anavaaga amepiga tu hivyo, kufika kwa mlango aliambiwa zidi. Na hiyo time alikuwa jina kubwa mbaya. Wewe unajua nini? Bas, sasa huyo ulikuwa afikiria umjui. Unajua ni watu wa nini? Watu wa meja. Nonini namjua. Sasa Nonini alikaambiwa kwa hiyo hoteli, hawezi ingia hivi. Anaanza kuambia, amjui mimi ni nani? Anambia, hiyo sasa si hatutaki kujua, but policy. Unasikia? Policy ya hiyo hoteli hawezi ingia hivi. Hiyo hoteli wanaingia na suti. Kuna hoteli siwezi ingia hivi. Kwendeni huko. Unaingia kudu? Kwendeni huko. Hoteli na si majuu.
Kenya sinaenda kukula Kenya ndio nakwambia Kenya si majuu hoteli iko Kenya no nini aliambiwa azidi aende abadilishe ilibaki anaenda anabadilisha akavaa suti akaenda saa kupatana na mwenye alikuwa anamuitia hiyo contract Kenya sio majuu appearance mzee na vitu hoteli za ujingo siniite unasema nini siniite atisiju sio ni policy yetu so wewe ukitoka hapo nje vaa venye unataka lakini policy basi ofisi ya nini policy wewe kana policy kama uwezi kana zako kwako hiyo ni policy ya hii kampuni unaona ni kama ile kampuni unasikiagaje policy ndio nasemaje unacheki kuna zile makampuni zenye policy ya hii kampuni haufai kuvutia fegi hapa unaona vutia nje ukiingia usivutie fegi hapa na kuna kampuni zingine mpaka ziko na smoking zone unacheki but sisi kwetu fegi haturuhu so we kama we ni addict tutaniambia atikaeni na kazi yenu ati mimi siwezi kosa kuvuta fegi. Ndio nimekuuliza wewe ni addict wa fegi. Nimekupatia example. Wewe ni addict wa fegi. Nimekupatia example. Ushai? Hujavuta fegi? Sijavuta fegi. Ndom. Maisha yako yote? Ndom ushavuta. Sasa basi unavuta ndom, si ndio? Uende kwa hiyo. Sija ni example na kupatia hata kuruka sana na uwezi shautia mtoto. Na mimi unanirukia hapa na mtoto uwezi shautia. Unaona huyu jamaa akiwa nyuma ya kamera venye anashinda ameniambia. Franco mbona una shout? Na sasa ndio huyu anaturukia hapa. Mtu mwenye anashautigi kabisa ni huyu. Mimi si shautigi. Huyu shout. Mimi si shautigi. Hata kujiongelesha upole hapa. Sasa nimekwambiaje? Hii ni example ama hata nitumie mimi nachomaga, si ndio? Haya, niende kwa kampuni, waseme hii kampuni hakuna kuchoma. Sawa? Na nimeitiwa job, hakuna kuchoma. Ndawaambia kaeni na hiyo kazi yangu sababu amuniruhusu mimi nichome. Sio ni company policy. Hiyo ni tofauti kuchoma na nguo hizo ni vitu. Na si ndio policy, kila kampuni iko na policy yao. Appearance yetu sisi ukiingia kwa hiyo hoteli, piga suti. Nimepiga clad na ka smart. Nini ingine? Ni jeans. Kwao huko smart. Nini jeans? Yenye wazungu walikuja kwa wadanganya alafu wao wanapiga. Hebu nikuulize ushaona? Okay, hata nikuulize ushaona mtu akisoma news na t-shirt? Wapi? Hata mimi. News prime time. Uulize TV gani? Hebu TV gani? TV gani? TV gani? Ulisoma news prime time either saa 1, saa 3, saa 5. Ateme kuanzia 4 PM hizi news za saa 10 ndio itayarishe saa 1, si ndio? Alafu saa 1 inatayarisha saa 3. Hizo news 3. Ushaona mtu akisoma na t-shirt na short? Short nishaiona. Si chini ya kamera hizi ati umevaa short alafu unafichwa na meza. Wanavaaga suti. Anavaaga suti jamaa. Umesema nimekuwa kwa TV. Ndio nakuuliza. Hiyo ni nini? Sikia. Ajavaa short alafu akae tu huko ajitokeze hapa aonekane. Sawa? Okay. Aonekane amevaa short na t-shirt na slippers. But si kuna place tu ukivaa t-shirt na short yako unakoga tu smart. But ukisoma news sasa nyinyi unaweza sema hiyo ni look yako. Unaweza sema hiyo ni look. Kwa life kuna vitu serious na kuna zenye si serious. Ubenyu mmechukulia Raif tena. Jamani, hebu enda. Umeleta umuranga hapa. Toka. Umeanza kufufua ancestors ni. Toka hapa na Raif. Raif tena. Raif ni nini? Rifle nini? Toka, we toka wewe. Ati unataka kusoma news hivi? Pitia hapa wewe na Raif wewe utoke. Toka uende Raif. Jamani, ujawala ongea vitu gani?